unachagua nini? Nachagua pesa. Kwa nini? Nasema mara pa niko mtaani kwako, alafu naongea na wanyama, unauliza swali moja, kati ya mahusiano yako na pesa unachagua nini? Utachagua nini wewe? Bwana, hii ni HD TV Fented Ngubaro Mary Akanga Sumu Wagerika Wamesanda, utaalamu wa vampire, both the builder, the crick master, killer technicians kama ng'ombe vile. Bwana, nimepita pande fulani hivi, nimemkuta mdada wangu, nataka nipige na story mbili tatu, alafu mtashare wenyewe, utadondosha comment yako wewe. Ungechagua nini? Ungechagua nini wewe? Bwana, habari yako dadangu? Nzuri, habari yako? Poa. Niko poa. Mimi niko poa mzima kabisa. Unaitwa dada nani? Naitwa dada Amba. Dada Amba. Dada Amba wewe mnyama sana bwana, leo niko na swali langu, nataka nikuulize. Utanijibu vile ambavyo unajisikia tu. Swali langu mimi nataka uniambie wewe, kati ya mahusiano na pesa kwa maisha yako sasa hivi utachagua nini? Nachagua pesa. Kwa nini? Sababu ukiangalia maisha yetu sasa hizi kwa asilimia kubwa hayaendi bila pesa. Kwa hiyo ni lazima uwe na pesa, utafute pesa ili uweze kuendesha vitu vingine. Sasa umepata mahusiano yako, ameambiwa utakaa ndani kwa hiyo kumiliki tu pesa. Yeye kazi yake kubwa tu ni kukuhudumia. Utakataa? Mimi hapana, bora nitafute mwenyewe. Pesa ya kupewa ina masimango sana, ni bora uitafute mwenyewe. Ukitafuta pesa yako unakuwa una uhuru wa kuitumia, hakuna mtu anayekupangia, hakuna chochote kile yani kitakachokubana na ushindwe kuitumia pesa yako. Kwa hiyo pesa yako inakuwa ina uhuru zaidi kuliko pesa ambayo unaitegemea kutoka kwa mtu. Okay, kuna baadhi ya watu ambao wamejipata, labda mwanaume ameamua bwana nakuweka ndani, kazi yangu wewe kama pambo la nyumbani, kila kitu nitakupa, kama unahitaji pesa nitakupa. Bado utakataa? Utafute za kwako mwenyewe? Ndio, bado nitakataa, kwa sababu kuna leo na kesho. Usiangalie tu leo, unaweza ukasema uangalie tu kwa leo, alafu kuna kesho pia. Huwezi jua Mwenyezi Mungu amepanga nini. What if yule mtu akapata maradhi ya muda mrefu ya kuugua, au akafa kwa ghafla? Auombi, lakini inaweza ikatokea, kwa sababu mipango ya Mungu ni mingi. Kwa hiyo ni lazima ujue na wewe njia ya kutafuta pesa, ili ikitokea kesho na kesho kutwa unaweza kujimudu wewe kama wewe, pasipo kuteteleka kwa aina yoyote ile. Kwa hiyo ni lazima utengeneze misingi yako mwenyewe. Hata huyo anayekwambia ukae ndani ni lazima akutafutie misingi ambao unaweza ukapata pesa, ili kesho na kesho kutwa likitokea unaweza wewe kuimudu familia. Okay, kuna wale wadada ambao wanasema bwana, mimi akija mwanaume nyumbani kwetu bila milioni 10, bila milioni 20, au akiwa na akaunti ya bilioni 1, kama hana hivyo kuanzia milioni 10 kwenye akaunti yake hawezi kunioa. Wewe ni dada wa aina hiyo au unasemaje kwa wale ambao wanasema hivyo? Mimi si dada wa aina hiyo, kwa sababu anaweza akawa ana hizo pesa, lakini yani mimi wanaamini kwenye akili ya mtu. Mtu akiwa ana akili, naamini hata kama hana. Kwa hiyo hicho kiwango cha pesa ambacho unaniambia kwamba wadada wengi ndio wanapenda hivyo, ukiwa una akili una uwezo wa kuipata hiyo pesa hata kama mnaanza sifuri. Kwa hiyo akili ya mtu ndo ambayo inaweza ikafikisha kule kwenye bilioni 10. Kwa hiyo mimi kwangu sio kigezo mpaka mtu awe na bilioni 10 sijui kwenye akaunti. Ninachoamini ni kwenye akili ya mtu. Okay, bwana, dada zangu, mmesikia ujumbe wenu, na wale wanaume ambao mnataka kuweka ndani mmemsikia dada Amba, na wale wadada ambao wanataka kuwekwa ndani na wanataka kujishughulisha mmemsikia dada Amba alivyoongea. So mimi nimependa ushauri wake. Jamani, tembelea hapo, dondosha comment yako, ongea wewe unataka nini.